Yes, karibuni sana Eroreri Paxson TV Akikuyu Online Media. Hapa kwa test leo tuko kana drama iko kifuta. Kani uko kama mwena waku. Yes, yako deje ni mareka ate. So karibuni sana twego ku mwena wa Githora 45 na tuikuria bump magana meri cia thondekeirwo. Bump kama 200. Wacha niongee nikuo tuli muthenya wa umuthi koguo tuigue kana thauti ni njega. Facebook ni ndaigua mesa ni maratu Facebook me sawa. Tukoro andu wa TikTok. Tutoreka andu wa TikTok no maratu igua. Tuyete ogo wega. Tugo Githora 45 karibuni sana. Gwikoya kwa muraka mukirorera. Karibuni sana. Huko ni kwa Paxson TV, tunachukua Star TV. Yes. Niguo niguo. Eni. Niguo itidia wega. Ni ndego tidio wega. Na tondu andu aya ni maraugire no mende muno kunyitirira family no. Na ni thutha wa go trend gwa kahinda kaihu muno. Niguo. Maragikiuge no makende makoro maki-interact nao. Mamu ni agukorwo agitwariria hanini. Maybe no agituhutirie gathabari gake hanini. Niguo. Briefly no ni ndu wa mundu maybe atakiguite. Niguo. Arafu kumania na hau ri tugithie TikTok tu sawa. TikTok tu sawa. Kwanza tulichonjo na tutabadilisha mtambo kidogo leo. Tutabadilisha mtambo leo, tunaongea lugha ya taifa. Lugha ya taifa kwa sababu kuna watu ambao wako mbali ambao wanataka kusikia vile tunasema nimetusiwa sana. Umetusiwa wale wana watu wamenitusi, lakini sasa ukikuja ni kuripoti mambo ya dini lazima tuongee Gikuyu kwa sababu hiyo ni ya Gikuyu station. So wale ambao wanajua walikuwa wanataka kusikia story lakini hawajasikia. Leo mtaisikia sasa juu watu wanaongea Kiswahili, wewe acha kuongea Kikuyu mingi, lakini ni vile sasa station zetu hata walikuwa wanasema yani news ni ya Kiswahili na una report na Kikuyu. Why? Na hapa kuna hata kapusi wewe pusi. Kapusi kana. So karibuni sana. Mam. Hebu salimia watu, waambie unaitwa nani, umetoka wapi na wewe ni nani? Yes. Wacha kushikia tu. Kwa majina naitwa Helen Wanja. Nimezaliwa Embu. Nimelelewa Area 4. Na kwa saizi nakanga Githora. Who are you? Wewe ni mama? Mimi ni mama Bampu 200. Unasema yeye ni mama Bampu 200. Bampu 200, mama Bampu 200. So watu wewe wamekunickname, acha niongee Bampu 200. Wewe unapenda gani? Ni gani inakufurahisha kwa hizo zote? Zote ziko sawa, lakini inanifurahisha ni hiyo Bampu 200. Hey, so tuko na Bampu 200 hapa hivi na tuko na mamake. So maybe kwa hapa kuna pusi inakula. Inataka kula microphone. Na mtu asikia sauti. Inataka kula sauti. Kwa hiyo pusi inataka kula sauti. Saangusha nini? Kaona njaa katoa nje kwanza. Ni njaa. Sana nikakifungia. Haya. Wewe pusi tumekupea last warning. Wachana na. Wacha nikae hapo. Kwenda ukaenda huko. Sawa. Acha tusalimie mrembo wetu. Karibuni sana mahali popote unatazama, naona watu wamekuja kwa wingi sana. Karibuni sana. Watu wengi sana. Tuko Githora na watu tuliona huyu mrembo akitrend akatrend sana. Tukasema tukuje tumsupport, si ndio? Na pia leo tumesema tutakuja ndio tuweze kusupport mahali tutaweza. Tukiwa na watu wenye wanatazama, kuna watu walikuwa wanataka kutuma support bado hawajatuma, wanaweza taka kuwasaidia. Sasa tumekuja tukaingia mpaka live, si ndio? Actually sasa kitu tutafanya kwanza hata before tuendelee, hao watu tuwapee namba. Ndio mtu akona kitu yake anaweza taka kusupport. Juu watu wengi sana wamesema tunataka kusupport ako kasichana. Ukisikia akajamaliza shule, akakumaliza shule so kali drop out. Kuna watu wengi sana wamesema tunataka kukasupport. How can we support? That's why we are here. Tupatiane namba, tutapeana namba ya mam. Ndo Kenya uko nao, kama ni 50 bob, kama ni 10 bob, kama ni 20 bob, hiyo ndo tunataka. Na tuendelee. So mam, tupe namba yako na utatuambia majina inaleta majina gani? Namba yangu ni 0757 384 275. Rudia tena. 0757 384 275. Na ni vizuri majina inaleta nani? Ukituma kwanza haitaleta jina, but ukizaa iweka na utume itakuletea jina ya Helen Muheria. Helen Muheria. Na ni vizuri kuwa na simu yako hapa hivi. Simu hata iko hapa. Uko na simu yako iko wapi? Kwa simu yako hiyo simu nimeweka Lete. Simu yangu iko hapa sana.
Nice one. So hiyo namba tunataka mtu kenye uko nayo ndio tunataka turushie mama hapo hivyo ndio at least hata kasichana kaweze kurudi shule. Na kama uko hapo unaweza sponsor na pia kama uko hapo you have anything to offer iko highly appreciated. So hebu salimia mafans wako. Uko na a lot of fans. Hebu wasalimie. Hebu fanya hivi. Hebu wape ile signature yako. Ile yenye walikujua nayo. Acha niongee. Acha niongee. Gari litoka from Noi kakuja ikabondana. Bondano watu akakufa. Naomba tuwekewe dikani bam 200 hapa juu wenyewe watu wamekufa vibaya. Kama ni bam 200. Just imagine 200. Wow. Na sasa kuna jingine bado kana trend kako. Kuna jingine kako bado niliweka jana kwa Star TV ka. Kenya ati ulipigwa ngeta. Umeona hapo kwenye kametrend. Sasa hivi I guess kako na 3.6 million views. So ni mashabiki wako 3.6 million views. Na ati ulisimama kama mti hapo. Hebu salimia mafans wako na uambie kitu. Na salimia nyinyi wote. Naambia asante kwa support na bado asante kwa wanaendelea kunisupport. Asante kwa mafans na muendelee ku like video zangu. Wow. So mmesikia ni bam kama 200 ama wacha niongee na jumlisema tukuje tuwaletee live. That's why we are here. Na watu wa Facebook kwa Parkson TV, watu wa TikTok Parkson TV, watu wa TikTok Shiko TV, Vieta TV sasa. Na Shua TV. Shiko TV. Watu wa Kikuu Star TV, TikTok na YouTube. Tunataka tusupport hii familia, mrembo wetu aweze kurudi shule na bado mam tunaweza manage kumtoa hapa hivi, maybe tumwekee biashara, lakini before tuendelee, maybe mama unaweza tuelezea ka historia kako kidogo, si ndio Parkson? Na pia rudie namba kwa sababu ya wale watu ambao wanaweza taka kusupport. Ninyi wote mahali popote ambapo unatazama wale wamekuwa wakimtumia support, kwanza tuwashukuru kabisa. May God bless you. Mtu yote amemtumia kitu, Mungu awabariki. Na siku ya leo tunaomba tu ile kitu ambayo uko nayo, tutaingia tumesema tuingie live tu kidogo tu hivi. Ndio mtu mwenye ambaye hapo anaweza taka kuwasupport, awasupport tu kidogo mahali mtu ataweza. Mtu kama ako na 10 bob, kama ako na 100 yake, kama ako na 20 bob yake, kama ako na 1000 yake, tutatumia mama kupitia namba yake. That's why tuko hapa Kikusa, si ndio? Sisi ndio tulianzia na wao siku ya kwanza, that's why tukasema hatutawaachilia kwa sababu hiyo siku tulikuwa tunachukua ndizo hapa Githurai. Mnajua hata sisi kazi yetu inakuwa ya news. So venye tuliona msichana amefurahisha watu, tukasema tukasikia story yake si mzuri hivyo, na pia mama si mzuri, tukasema acha tukuja at least ndio hao watu wa support. So mtu ambaye ako na kitu yake anaweza tuma, na utakuwa ukituangalia comment section venye wanasema because wanasema tumnunulie simu kwanza. Wanataka anunulie simu. Wanasema mpeane namba ya mzazi. Hiyo namba yenye tunapeana ni ya mama. How old? Sawa, utatuambia tupatie namba na utuambie msichana ako how old. 0757 384 275. Msichana saizi anaelekea 17 years. Anaelekea 17 years. Atamaliza mwezi wa 8. Na pengine wewe unaweza taka watu wafanyie nini? Naweza penda wanipeleke course. Na wasaidie mtu asistangu aingie shule. Na baike mam kazi. Wasaidie sistangu apate kazi. Na bado wasaidie beshte yangu. Hiyo mkifanya hivyo Mungu atawabariki. Na mnaona by the way si mtu anajipenda, anakumbuka watu wao. Unajua watu wengine wangesema nifanyieni mimi peke yangu, lakini anasema mama yake asaidiwe, sister yake asaidiwe, hata ule beshte yake mwenye si ule beshte yako tulikuwa na yeye. Pia huyo tutawaletea story yake. So tunataka hiyo namba yenye iko hapo hivyo tu support kila mtu Kenya yako nayo. Na mkisupport by the way tutakuwa tukisoma hapa. Kwa hivyo ukiweka kitu mama utafungua hiyo simu. Haya na mverify hapa kuna mtu anaongea vibaya, anasema ati nataka kutumia wazazi vibaya. Sasa nani anasema hivyo? Tunatumia wazazi aje sasa? Nataka kutumia vibaya ati muwakon. Sasa tunawakona aje? Na kwenye tumepeana hapa ni wachana na mwenye. Arudia namba tena mama. Wachana hiyo 0757 384 275. Hakuna mtu ameipin na kwa sawa. Thank you. Mwenye amepin, thank you very much. So ma'am, biashara unaweza taka kuwekewa gani before sasa tupe ka historia kako kidogo? Biashara yenye naweza taka ni ya kuuza tu viatu.
Viatu. Zile za mpya ama za mtumba? Mpya hivi. Za wazee. Za wazee. So kama uko hapo hivyo kuna connection ya biashara ya kuuza viatu, maybe unaweza mgift na bill maybe, ama kama unaweza msaidia na stock ya kwanza tuandikie hapo. Na bado tunaendelea kurusha kakitu. Na course wewe unaweza taka gani? Catering. Wow. So watu pia wajitolee by the way wamsaidie hata kama ndio kwa nataka kufanya ama anything unaweza taka kumsupport nayo tu watu wajitolee by the way. Kikusa in fact hatukujangi live sana by the way. Hata hii mwaka sifikiri tumekuja live kama hii. Hatukujangi live. Sisi tunakujanga mambo ya kufanya mambo ya news. But sasa because tunataka hii familia isaidike, sasa tukasema wacha tukuje tuweze kuwa support mahali tutaweza. So mtu ambaye ako na kitu yake anatuma, si ndio? Na mtu akituma tuna nini tunasema hizi tunasema wakituma tu tunawataja. Kama kuna mtu anaitwa Irene Ngure. Thank you very much. Irene Ngure. Thank you very much. May God bless you. May God bless you. So mtu akituma tuna nini tunasema tu saizi. Ndio. So kwa hivyo tuendelee. Mama, hebu tupeka historia maybe kako kazi maisha imekuwa aje? Kama hivi. Narudia namba, rudia namba. Tupatie namba kwanza alafu sasa tuanze. 0757 twende tu pole pole. 0757 384 275 0757 384 275. Mtu yote ambaye akona kitu yake atume kupitia namba, akituendelea kutupea story. Mtu akituma tu ukikuza unamtaja, si ndio? Yes, na wabarikiwe wote ambao watawasupport. Yes. So maybe unaweza tuambia maisha imekuwa aje, umekuwa as in hustle yako na maisha yako imekuwa aje? Maisha yangu ijakuwa mzuri vile. Waso nimeazuria watoto sana. Mtu akipiga unakata. Yaani life yangu tangu nianze imekuwa ngumu kutoka mwanzo. Tangu nijinjue yani nikuwe mtu mzima niondoke kwa mamangu. Hata kama nililewa mbando na sinda, venye nimeipata imekuwa ngumu zaidi. Yaani wakati nilipata hawa watoto najua mzazi akizaa pata watoto ndio masinda sasa uingia. Kama una mtu wa kukulelea uko peke yako, lazima ikuwe ni hivyo. Lakini nimeyapitia wewe kutafuta job na kosa, ile kulea nimelea watoto na njia yangu. Kuzurura tu kwa barabara naenda na watafutia unga. Hiyo siku wakikula si hivyo. Natafuta na walipia nyumba na wasomesa. Imefika tu mahali hadi sasa nimekuwa hivi. So saizi kazi current unafanya kazi gani? Nauzanga tu dawa. Kwa saizi nauzanga tu dawa twa meno. Naenda tu kumbatiza mtu akimbai ni sawa, usipombai narudi. Na inakuanga ni kama hata kupembelezea watu, ndio unajua watu siku hizi wanaogopa vitu. Kupelekea watu vitu hivi wanakataa. Ndio unasikianga mwingine akuuliza uko na uhakika itaniponya Kwa hivyo hata Tusta, kama ukirudia namba kwa sababu watu wanauliza namba. Maypin. Hapa Tusta ni Maypin. Tukiendelea tu turudie hiyo namba yako tena. 0757 384 275. Rudia tena. 0757 384 275. Naona mtu anaitwa Martin Njagi, barikiwa sana. Nimesema mtu akituma tunasema tu tunatangaza tu hapa hivi. So umesema unauzaga dawa, ni dawa za hapo ama ni dawa za inakuanga ya hapo. Wetagwo muthiga. Muthiga. Na sasa per day maybe nikuzungusha ama kuna mahali umeweka jina inaleta nani? Jina inaleta Helen Muhiria. Mtu anaitwa Jafet Muriungi. Thank you very much. We have seen your support. Warudie namba tena. 0757 384 275. Jina tumesema ni Helen Muhiria. So umesema nikuzungusha, huo unazungusha? Huwa nasunguza juu sina mahali pa kuwekelea, but tulikuwa tu bado tunapanga na mwenye amenipea hiyo kazi. Huwa bado ananilipa na commission. Nikiuza dawa moja ananilipa pengine 2,500 shilingi 25. Hiyo kama tunjauza ananihurumia sometimes. Kama tumeuza pande tunaweza tengeneza 400. Sasa hiyo 400 si tutagawana so mbili. Aya, so tuseme pande unatengenezaga 200. Hata saa ingine inakosa tunarudi mbira. Na nyumba uko na watoto wangapi? Niko na watoto 4. Wasichana 3, kijana mmoja.
na wa msichana wangu wawili, kwa hivyo wote ni 6. Na sasa wote kuna mwenye ako kazi ama hakuna hata mmoja ako kazi? Hata mmoja huyo kijana aliendanga usago njoo, sasa aliona ile stress iko kwa hii nyumba. Mamake hana pesa. Hata kwa saizi hata kwa saizi mtoto huyo amekasika sana akisema mama umefanya vibaya. Kujianikia Kenya mzima ile job umetulea nayo. Nikamuuliza sasa ningefanya nini? Na ni lazima tu niongee ukweli ndio watu wajue ile shida nimepitia. Tena nikamwambia hiyo nayo ni kuipisa Shetani ndio watu waone Mungu hutoa mtu mbali. Mungu hutoa mtu mbali. Na sasa unajua uzuri hata kama ulikuwa unafanya hiyo kazi uliacha. Hiyo nimeacha, hata nawaambianga, hata kuna wengine walikuwa wananishukuru sana venye waliniona kwa nini kwa Passion TV. Wakaniambia shukrani sana wenzangu. Wakaniambia umefanya vizuri kuacha hii job na ukatangaza hadi kwa TV watu wote waone na tunajua uliacha. Kwa hivyo hata masaidi wakaniambia hata wakikataa, watu wakianza kukataa juu watu wanakataanga, ni waita wako saidi yangu. Watu wanapiga. Hiyo namba tumesema ni ya kutuma kaka. Haya watu wanauliza mbona bump 200 amejam, aseme nini? Bump 200 hajajam. Kitu bump 200 amefanya akona tonsils. Hebu waambie wewe ni mgonjwa ni penye. Siku kasirika, niko mgonjwa tonsils. Tonsillitis. So anakuwa amechangamka, ndio maana anakaa kama ni hajachangamka, ni mgonjwa. So unajua kuwa mgonjwa hizo tonsils huwezi weza kuongea sana. So turudie namba tena ndio tujue, ndio tuendelee na watu waendelee kuwarushia kitu. Umesikia madhe kazi yenye anafanyaga ni kazi ya kuzungusha dawa na baadaye ana make 200 na hata hiyo 200 inaweza kosa. Unasikia kuna watoto 4, nyumba mnalipa how much? 4500. Maybe ushawishindwa kulipa nyumba? Tangu niokoke. Andi ndio tulikuwa tunapigiana kelele na yeye. Kutoka uokoke? By the tangu niokoke ndio nimeanza kushindwa na kulipa nyumba. But niliokoka na andi mabesta wangu ananiuliza sasa uliokoka ukurange nini? Nikamwambia Mungu ako. Na Mungu anaweza kila kitu. Kwa hivyo mimi niliokoka kama nimejitolea na si kuokoka juu nilikuwa na pesa. Niliokoka juu sina, na hata hiyo siku niliokoka kwa hii nyumba kukuwa na hata kitu ya kukuliwa. Kulikuwa hivyo. Nilikuwa nalala pale chini na nalia floor na nalala tu nikiomba Mungu, nikamwambia yeye ndiye nangoja. Na kama Mungu alikuwa anataka niokoke ndiye afanye vitu kama hizi, hata yeye nitamshukuru. Na hata nilisema hakuna mtu atawahi simama aniambia hakuna Mungu. Mimi najua kuna Mungu. Haya, turudie hiyo namba tena. Tumesema tumekuja kusupport this family na umesikia bump kama 200 ama wacha niongee, amesema anaweza kupenda kwenda course na turudishie watu kama Prophet Kanyare amesupport sana hii familia, na pia watu kama Muraga wa Modern Furniture walisema watasupport hii familia. So pia wewe kuwa hapo hivyo, tunaweza kuwa baraka kwa hii familia. Whatever small that you have, tunaweza wasupport kulipa nyumba, na kama uko hapo hivi uko na bill yako ya viatu, unaweza support hii familia. Bado unaweza rusha kitu tusaidie kununua hata kama ni hiyo bill, maadhi aweze kuweka biashara, na bado wanaishi kwa hii ni bed sit ama ni single sasa. Hii ni single. Hii ni single, wanaishi kwa single. Unaona hata venye nina sweat juu ni kadogo, so so tunaweza wa support waende nyumba kubwa. Hii nyumba wanakaa wakuwa wengi, so we can change the life of this family. So tupatie hiyo namba tena na tuambie inaleta nani. 0757 384 275 inaleta Helen Muheria. Helen Muheria. Mbati ikujangi inakuanga Muheria. Hai. Na maybe watu wanaweza jiuliza maybe ushawahi kuwa married ama? Nilikuwa nimeolewa. Wanangu tukapata huyu msichana wangu mkubwa Daisy Murugi. Na tukapata kijana huyo Dennis Masada. Tulikaa na yeye kitu 6 years. Rudia namba. Rudia namba tena. The purpose of hii live ni at least kuchanga tukubalisheni, tunakaa tukirudia hiyo namba. Yes, turudie namba tena. 0757 384 275. Rudia tena. 0757 384 275. Majina? Helen Muheria. So tuendelee kusupport this family, na wacha sasa tuongee na bump kama 200. So maybe unaweza tuambia wewe ulikuwa unasoma, si ndio?
maybe jia mtu mwenye ajui mbona uliacha kusoma, maybe unaweza tuelezea kidogo or maybe what happened? Mimi nilikuwa ninaanga shule Kinyoho Secondary na January date 6 hapo nilikuwa nimeenda shopping ya shule. Nikaenda shopping ya shule. Nilikuwa nimeenda shopping ya shule nikaendeanga bado check. Mimi nikiwa nimeenda shopping ya shule nikaenda nikabaiwa shopping, nikirudi nikaenda nikapatana na hao watu kupigana ngeta. Akanipiga ngeta, mimi nikashtuka, nikasimama tu vile nilisema, nikasimama tu kama mti. Nikashtuka tu nikasimama hivyo. Tulikuwa watatu. Kuna mmoja ningangana sana na yeye, au vile alikuwa amengangana sana. Sasa mimi masa sasa ndio niliacha kushtuka. Ni masa nilikuwa nakimbia. Sasa yeye ndio masa nilifikiria tukitoa viatu sasa nimkimbishe. Lakini akaweza kupotea. Mimi kurudi home nikakuja nikasema simu imeibiwa. Mama akaona mameo tu akasema ni nani mwisho mwenye ameiba simu. Ni kama alikuwa anataka mimi nikaona kama alikuwa anataka kunigonga na yenyewe sio mimi nilikuwa nimetaka simu ibiwe. Juu wenyewe shetani hukuja na mpango zote. Ni kama hiyo siku ilikuwa imepangwa hivyo. Sasa mimi kuona inaweza niletea kwa maneno, mimi nikatokanga nikapitanga wa kwanza, nikafika kwa kona nyingine yakuwa na hapo chini, mimi nikakimbianga nikaishia. Na hivyo ndo ulienda. So hiyo ni historia ya Bambu kama 200 ama wacha niongee, na ni vizuri mtu wenye wana support tuna recognize. Mtu anaitwa John Njogu, thank you very much, na Amina Abdullahi. Unasikia uko na mashabiki hadi wa kule Coast. Huyu anaitwa Amina, thank you very much. Bambu turudie hiyo namba tena. 0757 84 275. Jina inaleta nani? Helen Muhiria. Rudia tena. 0757 84 275. So mama venye wewe alikwambia ameibiwa simu, na what was your reaction? Na mbona kwani ulikuwa unataka kumpiga? Hiyo wakati nilikuwa nakunywa bado. Kwa hivyo na hii simu hata nikiongea ningeomba tu watu wa Safaricom wasisalizie huyu sistake hiyo simu sana. Wajue tu nikupotea ilipotea. Sasa wakati alikuja nikamwambia ningonje, sikuwa na ubaya na ndio nilikuwa namjua. Anaweza sema hata rudi shule na atoro. Kwa hivyo mimi nikamwambia nje wewe ningonje, nikuja twende unionyeshe wenye wamechukua simu. Baada ya kuningojea alienda mbio. Venye alienda mbio mimi kufika pale chini kwa ile kipande cha kwanza pale chini. Akaniambiaje, ai mama, nikamwambia na mama mwingine, mmenionea Jerry? Hapana mama, Jerry ametoroka, wameenda hivyo kuafuata siku mpata mahali. Dakika ya mwisho tulikuwa tunapigiwa simu, wako huko Maziwa police station. Ati walisiko wakaiweka kwa ndani, ndio walikuwa wanaenda wakifuruga wapi? Huko. Sasa huyu alikuwa amesema mimi nisiambweje nitamwendea huyu. Wakaachiliwa hiyo usiku. Waachiliwa hiyo usiku baada ya kukuja anieleze na niachane na hiyo simu ndio atueleze vizuri tukaripot. Hakukuja. Kutoka hiyo siku akatoroka anje. Akatoroka hivyo. So wewe kutoroka ulienda wapi? Nanga tuko kwenye simu ile hivi wangu huko Soe. Na sasa ulipataga wenye wamekuibia ama? Sikuwa patanga. Hebu sasa tuelezee hiyo siku ya accident maybe, kwa sababu hiyo ndio ilifanya trend. Ulikuwa wapi hiyo siku? Maybe ulikuwa umelala hapo, ulikuwa unakaa hapo hivyo. Lakini before tuambie, wacha mama kwanza aturudie hiyo namba ndio tuendelee. 0757 84 275. Rudia tena. 0757 84 275. So hiyo ndio namba yenye unarusha support yako to support this family, na tuko na Paxson TV. Niko hapa. Hebu kuja kwanza salimia watu pia. Acha nitoke pale juu, watu wananichekesha pale comment. Watu waache kucomment venye wanasema hapo sijui nini. Wanasema nini? Wacha na tuone. Watu wako na mambo huko. Lakini they are happy kuona tumekuja kusaidia hii familia na kuisupport, na njoo wataendelea kuwa support. So mtu ambaye ako na kitu yake
wacha tuwasaidie, wacha tuwatumie. Na wale ambao wamekuwa kutoka tufanye hiyo video, kutoka tuwafanye interview, watu wamekuwa kituma their support, na may God bless you. Mtu yote aliwatumia kitu. Mtu yote mwapigia simu kuwa support, kuwasaidia na njia yote. May God bless you. Usiwahi kosa. Mtu yote hata ametuma hata 20 bob, hata 100, ile kitu ambayo umewatumia tu. Kwa sababu watu wengi najua walisikia story ya hii familia. Na najua na mlisikia it's a very very sad story. Ukiona ni kitu nimeamua tukuje tufanye live, mimi nataka wasaidike because si kawaida yetu kutuona ati live tumekuja ati kuchangisha, but because tunataka hii familia isaidike, tunaomba tu muwasaidie. Msione ati wakiwa na kitu mzuri mseme ati hawana shida. Ndio nimeona mtu mwingine akisema ati hiyo kiti hiyo ni ya kwa Morage. Usikose ati hiyo kiti ya kwa Morage wa Modern Furniture. Msikose ati kwa sababu wako na kiti mzuri. Hii kiti nilikuwa na user juzi ndio nilipe nyumba. Aya, ulikuwa na zaidi. Nilikuwa nimeimba wakati nilikuwa nimetoka Saudi Arabia, na hii ni ile pesa nilikuwa nimebakiza nikitoka Saudi Arabia. Kwa hivyo hii kitu wasiseme ati nimebai juzi, hata pesa ya umaraya yenye nilikuwa napiga haiwezi nibaia kiti. Pesa ya umaraya nilikuwa nabai kitu ya second hand. So mnasikia? So ni vizuri muwasupport na ni vizuri muwasaidie. Na pia nilikuwa nimeona wengine wakisema alikuwa by the way wale watu wanajua wako huko nje. Hapo na watoto. Alienda kufanya kazi huko Saudi Arabia bado hakusaidika. Unaona? Kwa sababu alikuwa analipia watoto, analipa nyumba. So that's why alirudi tena huku. Na bado hajasaidika. That's why tumeamua kuja hapa tuweze kuambia muwasupport na kuwaomba muweze kuwasupport. So mtu ambaye ako na kitu yake tunatuma kwa namba gani? 07 57 384 275 275. Irudie tena 0757 384 275 275. Na majina ni Helen Muheria. Helen Muheria. Na watu wasipige simu by the way, watu watume. Usimpigie sasa hivi, ati mnaweza mpigia baadaye. Sababu ndio inatumika hapa. Na simu ndio iko hapa. Ukituma message yako tutaiona. Na watu warushe kitu bwana. Watu warushe kitu tu support hii family bwana. Watu warushe kitu. Ndio hiyo. Watu warushe kitu tu support. So nilikuwa nimeuliza bambu kama 200 hiyo siku maybe alikuwa wapi? Ilikuwa asubuhi. Kuna mabeshe zake, kuna mwingine alisema ati mimi nilikuwa nimelala, nikiota tu vizuri nikasikia ati popo sijui nini. Wewe anaitwa nani huyo jamaa? Wanaitwa Maasha. So maybe unaweza tuambia wewe ulikuwa wapi, ulikuwa unafanya nini? Hiyo sasa accident ikifanyika. Hiyo saa tulikuwa tumekaa hapo raunda. Tukawa na marafiki wetu wengine. Kwa nimeketi hapo na masafara wengine. Accident ikafanyika. Ndio accident ikafanyika. Na kuna watu wanasema hadi ulikuwa na point hiyo nowhere. Nowhere ni wapi? Ilikuwa na point nowhere. Tikari ilitoka from nowhere. So wewe ulijua aje wewe una trend? How did you know? Ulijua aje? Nilijua na trend na watu. Napatana na mtu ananiambia wewe si ndio mtu wa bump 200. Mwingine napatana na yeye ananiambia acha niongee. Na ulikuwa umeshikanisha ni nini ama ulikuwa tu? Ya mara ya kwanza sikuwa na rada juu kwanza kuna mimi ambao nozanga jaba na hapa. Yeye ndio alikuwa shinda akisema acha niongee, ai nashindwa. Mbona nikipatana naye anashinda kiniambia acha niongee. Ndio dhali nikakujanga nikaambiwa nikaitangwa leo sasa wa the incident. The incident akaniambia kuna mtu ananiita na hapo base. Kuenda ndio nikaonyeshwa hiyo video yenye nilikuwa nasema. Niliona nowhere. Gari litoka from nowhere. Ndio tukaanza kuonyeshwa ndio sasa nikajua yenyewe na trend. So ulifeel aje? What was your feeling? Nilisikia poa. So turudie namba ndio maana tumekuja. Kwa wewe mwenye ulisema unaweza taka sana kusupport this family. Ni vizuri whatever small that you have, whatever big that you have. Na tunasema amesema anataka kwenda course. So kama uko hapo hivyo unaweza mpatia course maybe umesema ya hospitality ama gani? Catering. Yes, catering kama uko hapo hivyo unaweza msaidia na hiyo course. Huwezi taka kurudi kama shule hivyo. Juu kuna watu wanasema ati wanaweza taka kurudisha shule. Shule. Naweza rudi lakini mimi kwa prefer to course. So mambo unaweza taka aje?
wewe kama unajua wewe ni mzazi na huyu ni yako saizi yako ile jina. Namba, wacha ndio namba. Kari wa Chess. May God bless you. May God bless you hata usiwe. Kwa sababu amesema anatuma, anasema turudie namba na tumseme majina. Namba ni gani? 0757 284 275. 275. Majina ni Helen Muheria. Helen Muheria 0757 384 275. Na wale wako kwa Facebook nitawapinia. Sijui utanipinia hiyo namba hapo Facebook. Ya wale watu wako na nini. Kare, may God bless you. Ukituma tu utaona tu. Yes. So wewe kama mzazi maybe what utarecommend nini kwa mtoto wako? Maybe wewe unaweza taka aende shule ama unaweza taka aende course. Ni kwa mapenzi yangu nilikuwa nataka akumbali tu kurudi shule. Ndio unajua mtu akipata na certificate yake unajua inakuwa kitu ya maana. Hata kama anataka kufanya hizo vitu zingine zake zote kutaka kuwa comedian, haizi kuwa comedian by the way kanja soma. Ndio. Hata anaweza kuwa kabisa hata kama hajafanya nini? Hajasoma lakini certificate nayo kuwa poa. Mimi nilikuwa nimemwambia kama hataki kurudi Mbondi aongee tu na watu wamsaidie hata kusomea ndio. Na niambia watu wanasema mambo ya Saudi Arabia hata ule mzungu alikuwa amekubali kumsponsor au kwa na msponsor ndio atakuwa anajua nilikuwa Saudi Arabia. Nilienda akaniita akaniuliza hiyo story na nikamuelezea. Kitu ya kwanza mimi sina mama, sina papa mwenye ningeachia watoto wangu. Ni mimi peke yangu. Kwa hivyo hata kuacha niliwaachia nikawaelezea vizuri kwa mwenye nilikuwa natumia hizo pesa za M-Pesa Saudi Arabia tulikuwa tunalipwa na ngiri 25. Hiyo wakati. Hiyo ngiri 25 toa ngiri 5 ya nyumba. Toa ngiri 10 ya shopping. Ndio. Ndio utafanya shopping ya mwezi mmoja, siku 3. Utafanya shopping ya tuseme kutoka kama mwezi mzima hivi. Sijui hakuna mtu anaenda job. Nikinafanya shopping ya ngiri 10, lazima wapatie pesa ya mboga na bado hiyo kipanda mwezi wa mwezi ikifika bado nikelewa ndeni. Unaona? Kwa hivyo watu wengi sio mimi peke yangu. Watu wengi huenda Saudi Arabia hata kuna mtu amekaa huko miaka 10 na amerudi Kenya na hana kitu. Naona kuna lingana na mwenye unatumia zile pesa na mimi niko na watoto 4 wanahitaji kukula breakfast ya asubuhi, kulipiwa nyumba na ni lazima uweke huyo mtoto maisha mazuri ndio aso. Ndio hata hiyo wakati huyo alikuwa nilimwacha kwa grade 6 na nilirudi akiwa 8 nilirudi kama naingia form 1 alikuwa 8 nikirudi ndio afanye KCPE. Sasa nikaenda kwa mzungu nikamuelezea venye ile pesa yangu ilifanya. Ile pesa nilikuwa nimebakisha ndio nilinunua simu, nilikueleza ile siku. Nikanunua hii kiti, nikanunua hiyo kitanda. Vitu kama hiyo gasi niliuza na hiyo TV yenye niliuza juu ya watoto, juu ya hii nyumba. Hizo ndio zile pesa nilikuwa nimebakisha. And then nikagonja kama mwezi mzima. Hakuna mtu upenda kusumbua watu. Unaona? Hakuna mtu upenda kusumbua. But mimi kwa saa hizi hata nawaomba ni juu hata niko na passport, nikipata mtu anaweza niambilia job za design mimi naenda tu. Ndio niko na najijua napenda kufanya kazi. Ni venye tu kwa saa hizi. Ni kwa saa hizi hata niliwaambia juzi anje. Mungu akiniokoa alikuwa na sababu yake. Before niende Saudi Arabia nilikuwa nina vidonda kwa tumbo ya kukunywa pombe. Hapo Mungu kwanza akaniokoa. Kurudi pale ndiye Mungu aniokoa kwanza ni kichwa ilianza kuleta shida. And then nikakubali kuokoka. Kwa hivyo Mungu akinileta kwa wokovu alikuwa na sababu yake. Sasa mimi Kenya naweza sema kama huyu mtoto wangu atakubali kusoma wenye watajitolea, kama anataka kuenda ndani sawa. Kama atakubali sijui sasa atasema sile kosi anataka. So tunaomba tu muwasupport hapo, na pia kama kuna mtu ako na kazi by the anaweza pea mama yake. Mama yake hana kazi, pia anaweza taka kazi kigusta. Tunajua kuna watu na kampuni hapa. Kuna watu wako na that, wewe ndio umetuma tukuje live ndio tuweze tu kukuomba tu kama uko na kazi hapo, kama uko na ile support unaweza saidia hii familia. Huyu mama kigusta hiyo siku tulikuwa nimekuja hapa tulimgoja hapa almost 1 hour. Alikuwa mwiki.
Almost 2 hours by the way. 2 hours na sio. Kugoja atoke Mwiki juu alikuwa ameenda mguu. Unaona kutoka hapa kwenda Mwiki, kutoka Githurai unalipa around 60 bob. Ni mbali. Na unaona hata hesabu 60 kwenda na 60 kurudi. Alafu aende auze hizo dawa, auze 200. Aliambia sasa amepata pesa mzuri pale atapata kama 400. Sasa hizo ni ile siku nzuri kabisa. 400. So unaona kuna unaona so siku mingi za 200 hivyo. Sasa so inabidi pia aende mguu. So anahitaji kazi nzuri. Anauzanga hizi dawa za nini za dawa za meno. Sijui hata kama uko nazo hapa. Anauzanga dawa za meno. Siku hapa hapo nipatie hiyo maji uliweka wapi? Na mtu anaitwa Cecilia. Thank you very much. So kile uko nao unatuma na tunakurecognize hapa hivi. Tumesema tunataka kusaidia this family. Mama at least apate kazi kazuri. Na hii video bado tuna record kule kwa Kitu Star TV YouTube. Pia watu wa YouTube hiyo namba yenye nimeandika hapa hivi, hiyo ndio namba tunaweza tuma support na tutasaidia hii familia. Tuone kama bampu kama 200 hivyo atarudi shule ama ataenda course, na turudishe shukrani wale wote ambao wamenisupport from the first day. From the first day when hii video ilianza kunini na kwenye person mlikuja mkakava. So tuwarudishie shukrani sana. Watu kama wakina Morage tuwarudishie bado shukrani kwa sababu walisema the moment ametoka China atakuja na ataita bampu kama 200 na wataongea 1-2 ndo ajue vile anaweza kumsaidia. So whatever small that you have, wacha tumweke kama ni 10 bob. Hakuna pesa ndogo by the way. Hakuna pesa ndogo. Unasikia kuna mtu anazunguka the whole day alafu anapewa mshahara ya 200, imagine. So kama uko na 10 bob, kama uko na 50 bob, kama uko na wewe rusha, Mungu atakubariki. Na umesikia mama amesema ile kazi yake ya kitambo, hata ingawa anapitia mashida haizi rudi huko. Ndio maana amejitolea, anauza dawa, ni dawa za habu. Na bado kuna mtu maybe anaweza sema atanunua hizi dawa. Hizi dawa zinakosa how much? Tunauzanga 100. Ndio hizi hapa dawa. Abu mulizeni ni na watu wanauliza, wanasema ati labda ni mama yake anamlazimisha aende course. So aseme ni ama ni anaenda nataka kwenda course ama ni mama yake anamlazimisha. Yeye amesema yeye anaweza prefer kwenda course. Na mama yake anasema maybe ange prefer kama angerudi shule asome form 3 uliacha form 2 asome form 3 na form 4. Sijui kama hiyo system bado iko. Mama yake arudie namba tena. Rudia namba 0757 84 275. Jina ni Helen Muhiria. Wale wako live, wale wanatazama live na wale bado wako kwa recording kwa sababu tuna record huko video. Kama unaona hii video ikiwa live, tutatuma kwa hiyo na tunapewa, na bado kama unatazama kwa hii video yenye umepata tumerecord video tukaweka, just support hapo na Mungu atawabariki. Na kwenye maybe kwa wewe mwenye umeingia saa hizi tuko na bump kama 200. Hebu acha kwanza arudie tena ndo watu wasikuwe confused. Ndio hiyo sasa. Hizi tunatoanga wapi hii suit ya blue bwana? Niliona watu wanafanya challenge kila mtu na suit ya blue. I guess hata hiyo kampuni inafai kutafuta. Kuna mwenye alimpigia akamwambia ni wa hiyo kampuni, si ndio? Ya suit. But sinjui waliongeaje. Alikwambia aje? Anasema hata nitafuta. Mtafuteni bwana. Hiyo kampuni by the way. Kama juu hiyo nini yake actually kama kwa Kiku Star TV nilikuwa naona iko na challenges 16,000. Na watu wamekula switi kweli. Kwa hivyo hiyo kampuni imepromotiwa sana. Kwa hivyo hata wanaweza rudisha kampuni kidogo. Mimi hata hiyo switi nimekuwa nikikula jana, nimeshinda nayo. Hata mimi switi sikule nyingine. Nimeshinda nikikula hiyo. Hata wewe nilikuwa naona jana huko kwa Kanyari ulikuwa unakula ya blue. Nilikuwa naikula sana huko. Hebu turudie hiyo nini yako hiyo ya Ndio hiyo sasa, acha niongee. Acha niongee. Hiyo gari ilitoka from Noya. Ikakuja ikabondana. Bondana watu wakakufa yenyewe. Mimi naomba tuweke dikani ba 200 hapa juu wenyewe watu wamekufa vibaya. So hiyo ndio signature yake, alafu kuna watu pale wanapiga hapo nyuma. Wala watu wako behind camera hapo na. So mama tupe namba tena. Kwenye uko nayo urushe. Tuwa support wenye mtaona hii video baadaye kwa YouTube. Hiyo namba yenye tumeweka hapo, acha tuwasaidie. Watu wa US kuna watu wengi sana wamenipigia simu, sijui kama wanakupigia simu. Wakinipigia nilikuwa nawapatia namba ya mam. So bado mnaweza rusha kitu kuwa mahali popote mahali unaweza kuwa huko. So mam tupe namba alafu tuendelee.
0757 384 275. Jina ni Helen Muheria. Helen Muheria. Na ni HIRIA. Muheria. So watu waendelee kusupport, watu waendelee kumtumia kitu. Kama uko na kazi unataka kumpea kazi, utampea kazi. Ukiwa na any support yote ambayo uko nayo. Wale wako Facebook, wale wako TikTok, wale wako YouTube. Support yote ambayo uko nayo, tutuma kwa hiyo namba. Na tunasema majina inaleta nani? Inaleta Helen Muheria. Helen Muheria. 07 what? 0757 384 275. Watu waendelee kumsupport. Niulize hii dawa inasaidianga nini? Kwa sababu najaribu kuangalia hapa meno. Hii dawa inasaidianga kuosha meno, kama meno inakuuma. Ukiwa unauma na meno ukitumia meno inaacha kuuma. Na unaweza brush nayo meno kila asubuhi uitumie tu kubrush nayo, kama meno inatoanga damu inaacha. By the way, kuna wale watu injua. Kwa watu wengi hata mtu anaijua huwa anatuitiza. Watu wengine unapata wako na macomplain mingi. Wameuziwa dawa mbaya. Na waambia hapana, sasa inabidingi unawapembelezea, but hii dawa haikwangi mbaya. Na ni ile kali, ni kali mtu hii dawa hata sio kali, ni kama tu maji, hata ukiweka kwa mdomo utasikia tu ni kama maji. But ukizaiweka kwa meno utaona Kenya itatoa hapo kwa meno. Wow. So kuna mtu anaitwa Dennis Rono. Dennis Rono, God bless you. God bless you. So tunaendelea kusonga tu pole pole tu. Tumesema Kenya uko nayo, kama ni 10 bob, kama ni 50 bob, kama ni 100, 200. Naona watu wanapiga. Hiyo namba usipige, hiyo namba ni ya kurusha kitu. Maybe unaweza piga baadaye after tumetoka live, utaweza kuongea na mama. So hiyo namba, whatever small that you have, 10 bob, 20, 1000, 10,000 hadi milioni 10. Hakuna kitu hata milioni 20 yenye tunasikiaga. Hakuna kitu tumekataa. So na nilisikia watu wakisema baadhi unaweza kuwa very good storyteller. Unaweza tell stories. So ni vile sahihi kwa nini anaongea sana. Maybe ukikuwa mkubwa kabisa. Naweza kuwa maybe unaweza kufanya nini? Ikiwa mkubwa kabisa sasa. Umefika miaka kama 30. Okay, what is your dream? Unaweza taka, unajua kama mtu akisoma alikuwa anasema nataka kuwa daktari. Wewe dream yako ni gani? Mimi nisoma kwa nataka kuwa daktari. Unaona unaweza kuwa daktari. So watu wakulipia shule. So hiyo namba hapo. Hata mimi ningeomba tu kama atanisikiza kama mtoto wangu na asinidharau kwa venye tu tunaongea hapa, akumbali hata kama ninde and then kama ni hizo mpira anataka watu watakuwa na muongeleza weekend anaenda kupiga mpira but tu arundi hata kama ninde amalize shule. Unaona sasa hiyo form ya saizi ikimpita sini hivi. Sasa mimi nilikuwa tu nampembeleza na kwa watu wenye wanamwangalia wenye wanataka kuongea na yeye wamwambie tu mimi simkatazi kitu yoyote. Ndio hata Kenya kilifanya tukosane na huyu mtoto wangu ni shule. Hata saa hizi sababu pia nitorokeanga juu ya kumwambia aende shule. Siwezi support mtoto wangu akonje hapa ati aseme apelekwe course. Na mimi nahitaji asome. Unaona? Kwa hivyo tu mimi naisapenda hata mimi arudi shule amalize. Ndio kitu yake anasemanga nataka kuwa daktari, alisemanga akiwa mtoto wa miaka 7. Anataka kuwa daktari. Nikuje tu kufunga siku moja. Hata mimi vile naweza sema kwa sababu hata kama ni course, kama ya hiyo hospitality na nini, bado unahitaji kuwa na certificate maybe ya form 4 nini. So inahitajikaga. So pia mimi ningesema ingekuwa poa kama angeweza kurudi shule, na naona mtu anaitwa Mary Mashira, thank you very much. Tumesema whatever small that you have, whatever big that you have, wacha tu support this family. Kenya kidogo uko nayo na utabarikiwa sana. So hata mimi naweza kuambia mzazi anakutakiaga mazuri. Mzazi akikwambia uende shule, kurudi form 2 saizi miaka 3 si mingi. Hata ni miaka 2 si ni kama tu amemaliza. Ni miaka 2 na after miaka 2 utafanya hizo vitu zote zenye umetamani kufanya. Na uko na certificate yako itakusaidia hata hapo
in future, kwa sababu hata unaweza enda usome hiyo ya catering na nini lakini unaitishwa makaratasi. Unaona sasa una makaratasi, lakini ukishamaliza kusoma hizo vitu zote utafanya, kama niyo comedy ama nini, hizo vitu zote utafanya kuwa after ushamaliza. Lakini kama mama anasema usome, hata mimi naweza kuadvise urudi shule usome. Najua kuna watu wako willing, watu wanasema urudi shule, watu wako willing kukulipia. So ni vizuri hata kama ni day uende usome umalize, kama niyo kucheza ni football ama ni kucheza football during the weekends. Alafu hata shule actually kunakuwa na good chances za kucheza hata kama ni mpira, kwa sababu kunakuwa na zile games. Unaona bado pale kwa shule utakuwa ukipractice. So hata mimi naweza advise msichana wetu arudi shule, alafu after hapo bado tutamtafuta, jua tu utamwachia hapa hivi. So mom tupatie namba ndio tuone tu hao watu warushe kakitu tukiendelea. 0757 384 275. Jina ni Helen Muheria. Helen Muheria. Ako uko how? Haya, watu wana shida wakisema tu ameboeka, arudie tu yeye asikipo ama afanye nini. Niambie venye. Nimeboeka juu niko mgonjwa tonso. Huyu ni mtu anakuwa na vibe sana bwana. Ndio maana mnaona aongei sana. From jana. From jana amekuwa na shida. Hata tukiwa huko church hakuwa anaongea. By the way tulikuwa kwa Kanyare. Hata tulikuwa chakula sikuona akikula. Hakukula. Ukiona mtu mahali ya kuli. Hiyo ni serious. Hiyo ni serious. Na unaona tulikuwa nakula jioni from asubuhi. Hata sasa kutoka asubuhi hajakula kitu. Hajakula kitu bado. Na amenunua dawa. Jana nilikuja nikamchukulia dawa. Wenye mnapiga hii namba ni ya kutuma kakitu. Kupiga mtapiga baadaye na mtaongea na wacha niongee. Mtaongea na yeye. So wenye mnasema hata ukibaki nini tukimaliza utawapigia back. Wenye wanapiga wao wenye wote wenye wako na naona mtu anaitwa Hezron Rono. Thank you very much. Hezron barikiwa sana. Barikiwa sana. Uzuri wa Kenya wanajuaga kusupport. Yeah, very supportive. Very 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 supportive. Na niliona watu by the way wakiambia hata Ugobina tafuta haka kasichana, hata mimi nitasema tu hivyo. Hivyo. Hata mimi nitasema tu hivyo. Acha msichana atembee before kwanza arudi shule. Watu wengi walikuwa na recommend aende kwa Ugobina, na pia mimi nitasema tu hivyo. Kwa sababu wakati wa Mungu ukifika umefika. So watu wanasema ati ati wanapiga ati ili waseme maoni yao. Mnataka kupeana maoni? Madam Nyinyi mnakuwa na jokes. Sasa mnapeana aje maoni hapa? Na sasa mmoja atapiga baadaye tutachukua tusikie mnataka kusema nini. Tutaweka online bwana. Acha mmoja anapiga. Mmoja anapiga sasa akituna hebu wape namba. By the way. Mmoja anapiga tu tumweke loud speaker. Mmoja atapiga tunaweka loud speaker. Hebu. Ora hivi mbo. Yaani piga simu. 757 384 275. Majina ni Helen Muheria. Helen Muheria. Na mwenye apiga tutachukua simu. Tunachukua na make sure amerusha kakitu, si ndio? Make sure amerusha kakitu. Pigeni sasa. Pigeni sasa. Sasa mnataka kupiga pigeni. Sasa naweza sema piga tena wapasa kupiga. Sasa hawatapiga. Ukitaka unaona Mkenya, ukitaka afanye kitu mkataze. Hata basi. Sasa ukimpea ruhusa hizi piga, hawatapiga sasa. Tukisema sasa fiki kama ya pesa ina apply hiki. Tuambia msitume pesa, mtatuma. Lakini tumeni support whatever small yenye uko nayo. Naona kama mtu anaitwa inaanzia wapi? Haya. Kuna mtu mwingine hapa hivi anaitwa David Kurate. David Kurate barikiwa sana. Barikiwa na sio iko. Jesus name. Kwanza barikiwe zaidi. Na mimi nasemanga kupeana by the way budget ndio iko sasa. Si wewe tumekuona na umepiga, acha tusikie. Acha tusikie hata kusema nini. Hello. Sasa wanaongea. Hello. Kenya unajua Kenya. Unaona sasa huyo anapiga na ongea. Kuna mtu mwingine anaitwa Mary Wainaina. Mary Wainaina pia wewe barikiwa sana. Wewe sio. Tutawachukulia mtajua hamjui. Hello. Poa sana. Unaitwa Sese. Unaitwa Sese Unaona?
hamuna credit na mnapiga simu. Mama tupe namba tena. 0757 384 275. Rudia tena. 0757 384 275. Haya, Milka asema ndiye anapiga lakini haongei. Ati anapiga? Yeye anapiga na haongei. Na anasema ni yeye. Milka wewe. Hakuna watu wanafurahisha watu kama Kenya. Hapa nitakufa juu ya kicheko. Yaani sasa mtu anapiga mtu anapiga simu ndo anyamaze, imagine. Sasa iko haja gani upige? So tunasema hata mkifanya hivyo Kenya kidogo uko nayo. Tuna support nayo, tuna enjoy hapa hivi. Acha niongee leo kwa Tonsi siwezi kuongea so. Ati bona mnakataza waongee na wacha aongee. Mnaacha ongea hiyo ndio nini yake. Kuja uache tumeacha uongee sasa. Ongelesha watu, ongelesha mafans wako. You have a lot of fans, uko na mafans wengi sana. Waambie kitu. Mimi naweza waambia mniombeni pone ndio niweze kuongea. Nasikia. Ndio hiyo. Unataka tu kuongea. So whatever small yenye uko nayo, mam tupatie namba tena. Na hii video tuna record bado kwa Kikuyu Star TV YouTube. Ndio. Kwa hivyo watu wangu wa YouTube, najua mnashangaa mbona naongea Kiswahili, lakini itabidi mmezoea kwa sababu wameacha niongee. So toka kwangu unajua anashindwa leo. Wanashangaa huku tunaongea Kiswahili leo. Huku tunaongea Kiswahili. Mimi hata sijui nikitoka hapa kama nitakumbuka Kikuyu. Kuna fanwa bapu 200. Anasema anampenda sana lakini anamuomba asikize mama yake. Si mama yake amekapitia. Na tumemwambia niko sure atasikiza kwa sababu kuna ambiago ukitaka kupata baraka hata wewe kila kitu yenye unafanya sikiza mzazi. Mzazi wako tu ndio mtu akutakiangi mabaya. Mzazi wako hawezi kutakia mabaya. Mzazi akikwambia uende shule ndio mwingine. Kuna mtu mwingine ngoja usikie. Huyu anataka kuongea. Hello. Yes. Poa sana. Bwana nilikuwa na expect kuongea na Helen. Au ni hivyo nimeona Truecaller. Ndo huyo ako hapo ongea. Hello. Nilikuwa nasema nimeshatuma. Lakini mimi according to maoni yangu. Kenya yetu mtu anasaidiwa na kitu yake yenye anafanya na mkono. Yes, niko na certificate. But kazi yenye nafanya hata haina hiyo nini? Hata haina hiyo education. Certificate hapo haiko. Makosi ziko mingi, unapata kuna mwenye ameenda catering, kuna mwenye ameenda ya salonist, kuna mwenye ameenda kushona. Na na make pesa mingi kushinda hata mwenye hata anamaliza na university. Huku nje kwetu hakuna kazi. So atafuta kazi hata kama ni ya hoteli. Akitafuta kazi ya catering. Lakini hata kama mama anamsukuma, no. Acha mtoto afanye venye anataka. Hiyo tu. Okay. Mama amesikia, pia amesikia. I guess Niambie mtoto venye anataka. Acha tu sasa unajua mtoto ni mkubwa. Sasa acha afanye venye anataka. Kama ni course is the best. Haya, tumekusikia. Thank you very much for your support. Nabarikiwa sana. Okay. Sawa. Huyo hata anasema huyo mtoto ni mkubwa. Hiyo ni maoni yake. Kila mtu anakuwa na maoni yake different by the way. Mkubwa na hajachukua time. So, okay. Najua watu wataangu hivyo. Lakini ujue kitu ya kwanza huku tuko Kenya na bado kuna sheria. Huyu kwanza kitu ya kwanza ni underage. Anafaa kuwa shule. Tukisema ni kureason hivyo, watu wengi sana maybe hata Kenya ilikuwa apate angepata. Kulingana na mimi na maoni yangu. So, course pia ni poa lakini masomo bado ni ya maana. Ndio hatuwezi rule kulingana na mwingine ati mimi nilisoma na sikupata kazi. Au mtu ni ale bahati yake. Kila mtu anakuwa na bahati yake. Ni kweli by the way. So hapo mzazi wataketi yeye na mzazi. Na wataongea, watajua what to do. Ndio. Hello. Poa sana. Sorry? Unapata kazi haraka. Sikize tu mamake vile nimeandika. Mama mtu wa maana msikize tu. Haya, sawa. Thank you very much.
kumbe mlikuwa na maoni ya maana mkipiga simu. Acha tu wapige tu. Poleni kwa kuwakataza kupiga simu. Lakini bado wanapiga simu. Ukipiga simu acha tu support this family. Kenya mtu ako nayo, kama uko na 50 bob, kama uko na 100, kama uko na 500, kama uko na 1000, we can support this family na tuone at least tuwatoe wakati mtoto wake ametrend. At least asemage ile wakati mtoto wangu alitrend, hapo ndo maisha yangu ilibadilika. Isiwe mtoto ametrend hivi vyote, watu wamefanya challenges zake. I guess dunia mzima asifikirie kuna mtu hajamuona. So wacha ikuwe ile temenye alitrend alisaidika. So tuendelee kurusha kakitu. Mama tukumbushe namba tena ndio tuendelee. 0757 84 275. Jina ni Helen Muheria. Helen Muheria. Na wenye mnauliza mbona ameboeka hivyo, wacha niongee leo, ana nguvu ya kuongea kwa sababu ako na nini? Amegonjeka tonsils. Wacha asiongee. Wacha asiongee leo tunasema wacha asiongee kwa sababu ako na tonsils. Na kuna watu walikuwa wanasema ati tumnunulie simu. Simu anaweza nunuliwa. Si watu wote watoto wa shule wako na simu. Simu anaweza nunuliwa. So kama uko na account yake, account yako inaitwa aje? Kuna watu wanunua account yako. Kuna account pale. Tuambie account yako inaitwa aje? Bump 200. Aya, Bump 200. Bump 200. Wewe mfollow by the way. Nimeona kuna kuna followers. Hebu pia mafans utoroki wanauliza, wanasema ati unakaa kutoroka saa hii. Unakaa. Ambie kama unataka atoroki. Na si ati amekasirika. Hajakasirika ni wenye kama ushawahi tonsils by the way unajua. You know how painful it is. Hata kumeza mate inakuwaga ni shida. Unasikia chakula. So tuendelee kurusha kakitu. Ati umesema page yako inaitwa aje? Bump 200. Bump 200. Wale wote ambao wanaendelea kutuma support, may God bless you. Simu ya mama iko hapa. Ndio hiyo. Tuma kwa namba ya 07 57 384 275. Muendelee kusupport na ile kitu mtu ako nayo na Mungu atawabariki. Yes, tuko live from Githurai 44. Ni 44 by the way tumeshavuka ile pepa nyingine. Tuko karibu na 45. Sasa tuko 44. So watu waendelee kusupport wale walikuwa wanataka wanasema tutamsupport. Wacha ndio support. Hii ndio time ya huyu msichana ya kusupportiwa. Na hii ndio time Mungu alikuwa amesema. Hii ndio time Mungu alisema. Na tukunaambia ukisaidia mtu pia unapata baraka. Ndio. Hiyo 200 yako ile tutarusha hapa hivi, niko sure huwezi peana naye Mungu akunyime. Pia nayo ni kitu inakuaga nini? Ni kitu inakuwa guaranteed. Huwezi peana, kuna mbegu ile mkono yenye inatoa ndio ina receive. Na ndio upokee pia wewe lazima umepeana. So kama uko na 100 yako 1 2 3 hapa kuna mtu mwingine acha tusikie. Tumesema nimekata. Nimekata. Huyo Mungu hataki tuongee naye. Nimeenda kuchukua ni kama yangu, unajua napelekaga huku so. Pole piga tena. Atapiga tena. Na unajua kuna watu by the way wanaweza kuwa hana pesa saa hii. But kesho maybe atapata. Exactly. Maybe anataka hata kutuma saa hii atatoa. Unaweza tuma hata kesho, unaweza tuma any other time. Andika hiyo namba. Saa hii unaweza kuwa huna, lakini kesho utakuwa nayo. Hiyo siku nyingine unaweza kuwa na. Andika hiyo namba kwa sababu unaweza ukipata tu hivi utatumia mama, unaweza ongea naye, ukitaka kuongea pia na msichana yuko hapa. Na hiyo namba iko on throughout. Alafu bado kuna watu maybe hawajasikia story ya mama. Unaweza enda YouTube ya Paxson TV. Utasikia story yote, utasikia yote. Enda hapo hivyo, bado hapo utapata hiyo namba imeandikwa hapo hivyo. So you can go listen to the story. It's a very painful story. Na at least to support. Ndio. At least hii familia iweze kupata kakitu. Yes ma'am, na hiyo namba 0757 384 275. Jina ni Helen Muheria. Yes. Starboy anasema following, thank you very much. Asante. Ukiwa mahali popote ambapo unatazama. Saa hii hapa Kenya ni saa 4. Sasa hii inaenda. Saa 4 mpaka dakika 4. So hatujakaa huku sana, lakini for the time, hiyo time tumekuwa kazi place nyingine. Tumechoka the whole day, but tulikuwa tumesema hata kama tumekuwa busy aje, leo lazima tupitie hapa. Leo lazima tukuje hapa. Na that's why tumekuja.
Ndiye at least kwa mtu ambaye akona kitu yake anaweza taka kumtumia amtumie. Ndio. Na tulisema tutaacha hii familia at least wamesaidika. Hata leo tukitoka tutakuja tena tuongee tena na wao. Ndio at least to make sure at least wamepata kitu. Ndio. Na bado tutatafuta ule msichana mwingine anaitwa nani? Niambie. Mso. Kuna Mso. Actually hata kuna walikuwa kadhaa. Kuna majamaa walikuwa hapo hivyo. Mungu akituwezesha tutawatafuta tu. By the way, tutawatafuta tu. Tulisema at least hao watu wote at least mtu tukitafuta huyu mwingine apate at least support kidogo. Ndio. The better. Na so far so good mpaka mahali tumefika. Venye tulifanya video mmekuwa mkiwa support. Mahali tu kidogo tu mmeweza kuwa support. Mtu kama Consolata. Consolata wa Ageshi. Lazima mnabarikiwa sana. Hebu imagine mtu kama wewe sasa. Imagine. Na ndio tumesema hakuna kitu, yani kitu kidogo tu. Kitu kidogo tu utabarikiwa. Mimi nasema unajua baraka, watu wanashangaga, watu mbona wamebarikiwa? Unajua matajiri wanabarikiwa kwa nini? Juu wanapeana. Unapeana Mungu huwezi toa na yeye akanyime. Hiyo nayo ni kitu hata Bible inasema the hand that gives the hand that receives. Na huwezi pokea kama hujapeana. So whatever small that you have tusaidie familia waweze tuache hata maybe tumewalipia hii nyumba miezi kama 3 ama hivyo ama hata tukiweza wahame hapa waende mahali pengine juu ni this is a single room. So tukiweza kuwasaidia Mungu atatubariki na tutakuwa tumefanya kazi ya Mungu. Kuna watu naona wakisema mueleze ya Nicole. Ukipiga tu atakupigia tena. Huyo aweke hiyo simu silent hapo nyuma. Atakupigia tena. Akishatoka nini atapigia nini? Hao wote wenye hatukuchukua hata nini? Atapiga back. Tuta make sure amekupigia. Hata wenye analipigia. So bado tunaendelea. Tuko kwa bump kama 200. Yes. Ama wacha niongee ama from nowhere, yani majina tu ni mingi sana. True. Na ni eyewitness wa accident ilifanyika like 1 week ago hapa Githurai. Yeye ndo alikuwa eyewitness. Ndio. Na ikatana out. Imekuwa big. Anapiga speed. Wenye mnapiga sasa hata wameacha kupiga huko na kupiga simu sasa. Usipige simu. So tukasema acha tukuje tuongee nao. Na story ya mam mlisikia, kama hujaisikia unaweza enda pale kwa Paxson TV YouTube. Utafuata hiyo story. Na hapa kuna mtu mwingine bado anapiga. Acha tusikie. Hello. Aro. Nimeka. Yaani huyu sasa anataka aone nikiteseka nikijaribu kuongea naye na anajua vizuri sana. So tupe namba tena, tutaenda hivyo tukimalizia Paxson. Lakini hii video tuna record. Watu wangu wa Kikuyu Star TV nawapenda sana. Hii namba yenye nimeandika hapa hivi, hii yenye tunapewa na mam, hii ndio namba ya kuweka support whatever small yenye uko nayo. Watu wangu, mafans wangu wa US, wa Canada, wote tu support this. Wa Murang'a. Sio. Wa kwenye Nakuru. Unasema watu wa kwenye Nakuru nakumbuka wa US. Unajua hata wa kwetu nini Nakuru. Nyinyi wote unajua wakati tumekuja hapa hivi tunataka kusaidia watu, mna come through na mnasaidia Wakenya wote. Majenzi tusaidie jenzi mwenzetu hapa hivi. Na mambo itakuwa iko chonjo. So mama tupatie namba. Rudia namba. 0757 video itapo 275. Jina ni Helen Muheria. Watu endelea kusupport, hata tukitoka live msikose kusupport. Hata kesho ukipata tumefanya video ama nini usikose kusupport. Anytime tukiwa hapa ama kama hatuko hapa hivi naendelea kusupport. Na Mungu anawabariki. Na ukipata hiyo video share, acha watu wengine bado wafurahie. So ndio Paxson ama tutaendelea tena. Ama tutaendelea hivyo tukimalizia. Hata tukimaliziaga bado naona mtu anaitwa Agnes Kenothia barikiwa sana. Sasa nataka tusome wale watu wenye wanarusha kitu tukiendaga. Agnes Kenothia barikiwa sana na upokee mingi hapo mahali imetoka, irudi ingine na ingine. Na hata wewe mwenye uko hapo hivyo uko na ile moyo ya kutaka kusaidia, lakini unfortunately mfuko kidogo hayuko favorable, ndio bado economy si mzuri sana. Bado wewe uko hapo, you can support this family na maombi. Bado so
Na kama uko hapo hivyo kuna opportunity ya biashara, Madhi amesema anaweza taka kuuza viatu, naye msichana so itakuwa mambo wewe ndio utajua kama ataenda shule, kama azini, sasa itabidi mumeelewana kwa sababu pia unajua pia ukinidi unaweza kuwa unaambua uende shule na wewe hutaki. Yeah, na hiyo sasa ndio hata inakuwa strategy moja nini. Okay, bado ukienda shule na hutaki kusoma. Ukue tu umeenda hapo kupass time. So hiyo yote ni ndio mtajua what is the best. Yeah. So namba tena tupatiwe namba tukimalizia 0757 384 275. 275. Majina ni Helen. Kabisa. Tuendelee tukisupport hivyo by the way because hatukai kuzani saa 4 ikifika hivyo tunaendelea tukimalizia kwa sababu kuna mtu anaenda mbali kama huyu anaenda mpaka wapi. So hatutaki kukaa sana. Tunataka tu wewe ile support uko nayo uendelee kutuma hata kama hatuko live wale wanaowatch kwa YouTube. Just send sample through that number and imeandikwa kwa screen na hiyo ndio tulikuwa na Mama Jerry. Ndio. Ni. Hata turudi ndio ndahomoka. Kuongea kizungu bwana. Kuongea kizungu ni kazi ngumu. Kuongea Kiswahili Kigumu Yes. So Wacha nikuje tuseme na sister yake hapa. Na niko na mwenzangu hapa. Ndio alikuwa nakula waya zetu. Yes. Tuna nikuje salimiwe na sister yake hapa. Mama ina acha umetupea namba. Tupea namba ndio sister yake naye kuja. 757 384 275. Na kuna kitu niko tena kurudia. Yes. Kama kuna wenye wanaonananga, wanajua kuna watu wanaweza kuwa wanajua baba ya huyu, hadi wanamuona, wamwambia anatakikana sana nyumbani. Baba ya nani? Ya Doreen. Yes. Aye, baba ya ako tu mtaa. Alimwacha akiwa kwa tumbo. Hajawahi onekana na kuna wenye nasikia wakisema wanasemanga ako uhai. Ni vizuri akiona pia yeye. Anaitwa nani? Anaitwa Liza ndi Muheria Masadha. But jina yake ya mtaa ilikuwa anaitwa Karuku. Karuku. Kutoka area gani? Kwao nyumbani. Kwao ni Thika pale Mukorwe. Please. Mukorwe. Umesikia unatafutwa? So ni vizuri pia wewe ukuje uone mtoto wako. Ashakuwa star. Sasa unaweza kuja. Pengine akiona baba yake anaweza kumbali kusoma. Yes, akuja by the way. Akuja arudi nyumbani anatafutwa. Hakuna kitu inauma mtu kama mtu anajua alienda tu mbona hajarudi mnaji kumtafuta. Unatafutwa na familia yako. Hapa Githurai, mahali mbote umesema anaitwa? Richard Muheria Masama. Richard Muheria Machata. Mahali mbote ambapo ulipo. Kana kondo wothe yori. Familia yako ni Ragwetha, Githurai. Wanakutafuta na hata Yesu mwingine ulikuja usikia bado walisema wanamtafuta na jana pia. So we hope atarudi nyumbani pia yeye. So urudie hiyo namba sister yake pia akuje 0757 384 275. Majina ni Helen Muheria. Helen Muheria. Asante sana. So akikuja acha nisikie huyo anasema nini. Hello. Yeah. Aro. Yes. Mwaga fio. Jari hao gwaria nake. Fomu yake. Ena fomu. Sawa naigua. Kwani kuna fundi huko? Chakula gani? Kwa Chokman. Nilikuwa mnaleta fundi. Ni kwa Chokman mali tulinunua chakula nimekumbuka. Hapo ndio mlikuwa mnaenda kukula jioni. Ni sawa. So wacha tuongee na sister yake, tuambie thank you very much mom. Yes. Watu wataendelea tu kukusupport mdogo tu. Ndio hiyo. Yes. Acha sitaki kuja mama muone pale. Sana mwenye na smile.
Kuja uketi hapa. Haya. Nani Black Beauty? Ndio sasa. Black Beauty. Na kona dog. Ndio, Tell how are you? Fine. You are good? Yeah. What's your name? Daisy Murugi Wanja. From? Githurai 44. Just say to those people. Hi, I'm Daisy Murugi Wanja. Jerry is my sister, that born. I'm first born. Mama ni ka passport ka mundu ngeigwa ni akundwara wira. Baimera, enda passport yao mundu ngira gutu. Nginya Saudi Arabia kana? Asa ku Saudi Arabia ningecoka no ndirenda ningecokio na musara ati wakuma ngiri 20 tirandeithia. Ndirenda ga in case mundu ngeni support ona ngeingira ndege na njethere wira kuri gukuma ngiri 70 na kumi. Exactly. Mundu wina wira, mundu wina connection ya guthie Saudi Arabia wira wothe. Reach out to that number ni kwa hapa hivi. Hiyo namba imepiniwa hapo kwa Patson. Yes. Tuendelee. So karibu sana. Wewe ndo first born. Mimi ndio first born. Yeah. So Anacheka tu. Unafurahisha director pale nyumba sana. Kufurahia si vibaya. So maybe unaweza tuambia sasa. So wewe ndio first born? Ni ndio last born? Third born kwetu. Yeah. So wewe ni unafanyaga nini? Mimi si uko job. Nakaa hapa tupo. Niko na two boys. Na nimesema nimefurahia kwa support. Na appreciate kwa kila mtu kwa support. Wenye wametuombea, wenye wamemsaidia na Kenya wako nayo, wenye wanatusaidia. We are so happy. Tuna appreciate. Yeah, na popote mtataka mtu wa job, naweza taka kuwa na job, nataka job. Yeah. Nataka job kama gani? Nataka ende. Nataka ende. Yeah. Kazi yote. Ni kwetu job, tuweze kulia vijana. Jana ni papa ananiangalia. Na tukikulipia shule? Tukikulipia shule? Shule? Mimi ni mama bana. Bisheni shule. Bila sema wewe ni kasichana. Hapa mimi ni mama, niko na vijana pale. Wow, wacha ni msupport by the way, mpeni kazi. Wacha peane pia namba yake, si ndio? Peana namba. Anaweza taka by the kazi. Ni kazi peke yake. Nowadays kazi ni ngumu sana kupata. Namuuliza ni kazi peke yake ama unajua pia. Nataka kazi. Anataka kazi. Yes. Thank you. So namba yako ni gani? 0745 894 952. 0745 894 952. Hiyo namba tu ni ya kazi, mtu ambaye ako na kazi. Kama uko hapo na umebarikiwa, uko na kampuni yako, uko na biashara yako, uko na mahali unajua anaweza fanya kazi, msaidie by the way. Hana kazi, ako hapa nyumbani. Ulizo kazi kama gani mrembo? Yote naweza fanya. Kazi yote. Kazi yote, hachagui kazi. Any job. Mtu wako na kazi yote. Unaweza muitia hapo hivyo. Na nitakuwa so happy na nita appreciate. Hata ukiitwa kesho utaenda. Watu wamuitie kazi. Wamuitie kazi. Kuna ile kozi wewe ulikuwa umefanya? Mimi sijafanya kozi yoyote. Hatakuwa na uwezo. Sisi watu wa safara baidha. Tumelewa na mother single. Tumekuwa na shida mingi sana kabla tufike mahali tumefika. Nimekuwa ku struggle, kulala njaa, kulala nje. Kabla tufike hapa tumestruggle baidha. But we appreciate God. Ndio tumefikisha. Hata kuwa uhai, tuna appreciate God. Juu kila na kwa maana kila enyewe akaiso tunasema ni asante kwa God. Juu mahali ametufikisha ni yeye. Wewe ulijua je sister yako ana trend? Ni ilikuwa hapa kwa nyumba hiyo day. Baada hiyo day tulikuwa na kitu tulikuwa tumelala hivyo. So ndile tu mtu chukua simu ajaribu kuhasu utapata 100 kwa mabeshte ya machwani tupike watu wengi. Nikapigwa na beshte yangu akaniambia kuna video umeona, nikamwambia zi. Hata nimekutumia WhatsApp bonga, nikamwambia mimi sina data so siwezi ona. Akaniambia hebu nikutumie data za mbao, akanitumia. So ndio nikaona, ndio nikajua metrend. So hizo data na mimi nikazitumia kuingia TikTok niko na sister yangu metrend. Na nikakuwa so happy kwa wake, kujua metrend. Yeah, and nika appreciate for God. Wow, so umeona kutoka trend, umeona ile difference?
Nimeona ine different because vile tulikuwa si venye tuko venye tulikuwa tunaishi si vile tulikuwa tunalanja sasa watu wanafurahi juu wanapata breakfast, wanapata lunch, wanapata supper na tuna appreciate kwa hiyo juu unajua hatukuwa anything so tunakuwa so happy, tuna appreciate. Ndio. Wow. Na Mungu awabariki ambao wamekuwa kituma kitu ama utawaambia aje? Mungu awabariki na waongezee na hata wenye wana Mungu awape. Nitawaambia tu hivyo. So ambao wenye wanani wenye wamekuwa kisupport, may God bless you, msikose. Ama wenye wamekuwa kwa support waambia aje? Naambia asanti na muendelee kusupport. Na msikie choka kusaidiana. Ndio. Na naweza bado sema bado hapo raunda bado kuna wengine wanahitaji usaidizi. Naweza tu muungane kwa mkono bado msaidie bado. Ndio. Na pia ule msichana mwingine by the way. Na pia rafiki yangu anataka kusaidiwa. Mumsaidie baka yeye ni safari hapo raunda. Ndio. Ule mwenye mlikuwa anasema mwenye alikuwa anaongea kizungu. Bado yule mzungu huyo bado anaweza penda kusaidiwa sasa. Mzungu. Ni mzungu wa raunda. Anapenda kuongea kizungu sana. Anapenda kuongea kizungu hata hapo. Na bado yule mwingine bado anaitwa Masha, anaweza penda baka kusaidiwa. Hapo wengi wanaweza penda kusaidiwa, wengine wanaweza penda kupelekwa makosa, tunaweza penda tu msaidie. Na mkecho wako kupeana. Kwa nini napeananga ni mabariki yangu. Asante na bado Pastor Kanyare asante. Mungu akubariki na kuongezee. Ndio. Na kuna mwingine anaitwa Morage. Morage wa Modern Furniture. Anasema kutoka China. Alisema akitoka China anakutafuta. Hata yeye mrudishie tu shukrani. Hadi asante. Mungu akubariki na ukae poa, akulinde na safari poa. Ndio. So Morage na wale wengine ambao watajitolea kumsupport by the way, kama uko na kampuni yako tu msupport mahali utaweza, Mungu atakubariki. Ningeuliza hiyo siku tulikuwa hapo kwa roundabout, ulikuwa unaonekana ukitaka kuongea sana mpaka kuambia demo aondoke hapo huyo mzungu. Na unisikia ukimwambia wewe acha kuongea, wewe ongea Kiswahili. Ulikuwa unaongea Kizungu, nini ulikuwa unaongea Kiswahili? Tunapenda Kiswahili, lugha ya taifa. Then kama kitu kama wazi wa kitu, shika kitu si yako. Kwanza wewe tutamtafuta. Alisema incident accident. Nasema incident kitu nini? Hao watu tutawatafuta. Tutatafuta by the way. Tutawatafuta tu. Incident ni kitu imefanyika hapo nini? Sisi watu huyo tutamtafuta by the way. Pia yeye tutamleta na story yake. Ndio. Pia yeye tumsupport mahali tutaweza. Hao wenye walikuwa nasema wanataka kutafutiwa nyumba maybe pia hao tutawaleta. Sisi tu Mungu atatuwezesha. Ndio. Tulisema hizi platform tulipewa na Mungu na bado tutapata time tunaweza kusaidia mahali tunaweza kusaidia. Bado tunasaidia. Ndio. Tunaendelea kukuza taifa. Na bado viongozi by the way, viongozi niko sure hata viongozi wameona hizi video. Umeona? Sana. Najua mumeona mkuu wengi sana. So pia nyinyi mnaweza jitolea tu msaidie tu. Msichana kama huyo akisaidika idadi ya wenye wako na shida tu wanaenda wanapungua. Niliona mpaka unajua governor wa Nakuru. You know she is my follower. Nimeangalia comment. Susan Kihika. Sema Paxson Chege you have done a very good job. Susan Kihika. Gavana huwezi sema Paxson amefanya kazi nzuri na hujaweka kitu. Hapana kitu si ndio? Hapana. Susan Kihika ambaye hata sisi tutatafuta baadaye. Alikomenti kwa hiyo video na akasema Paxson ya doing a good job. Nakuonyesha. Aki my governor. Mimi nimetoka pale Nakuru Molo. Please governor. Nakuomba na kusihi. Aki please. Tusaidie huyu tu haki nani? Hata kungekuwa na mchanga hapa ningela haki tutakusumbua tena. Tusaidie tu huyu mmoja. Na kuna another follower by the tunaweza see pia. Kuna another follower wetu. Anaitwa alikuwa anapeana 1 million. Ndio Kororia. Kororia na tulikuwa na yeye pia. Hizi follower bado. Kororia bado ni follower wetu. Ni follower wetu sana. Unakumbuka tukiwa na huko kwa dada Sara? Alituambia ana follow hizi TV sana. So tunakuomba hata wewe. Hebu wacha bambu kama 200. Hebu ongelesha governor hapo. Governor ni shabiki wako. Governor wa Nakuru. Hebu unajua ukipata chance ya kuongea na governor unaongea ya ukweli na unasema mashida yako zote. Ongelesha governor anaitwa Susan Kihika. Ndio hiyo. Yes. Mwambie unataka namna gani? Governor Susan Kihika, mimi naweza kuomba tusaidie.
tutoe kwa hizi mashida. Unafanya Mungu atakubariki. Ndio, na wale wengine pia waongelesha hata hao wengine. Kuna mheshimiwa anasaidiaga Gen Z sana anaitwa Kororia. Yeye bwana Roria. Yeye akiamua ni wewe. Hai, unakuwa millionaire within a second. Richard Joroge Kororia. Hadi anaweza mwambia support. Hadi mimi Mungu akinisaidia nifikishe mahali, hadi mimi siwezi kosa kusaidiana. Hadi mimi lazima nitasaidia wenzangu. Ndio. Na mimi kitu hata imeniguza ni ati hata anakumbuka wenzake. Unajua watu wengi by the way wanasahau. Ati yeye akiona mimi nimeenda sawa wengine. Huyu hata anakumbuka wenzake wenye walikuwa nao hapo, wanasema wanaenda taka watolewe kwa street. At least maisha yao change. So my governor na kuomba na kusihi tafadhali tusaidie huyu mmoja tu, huyu mmoja tu hatutakusumbua tena. Ndio hiyo, for the next one month hatutakusumbua. So tusaidie tu huyu mmoja tu governor. Thank you very much for following our platforms. Na Mungu akubariki. Na sio yeye peke yake, sababu unaweza pata mwingine ningepewa support lakini wametaja governor. Hapana, si governor peke yake kwa hapo. Wewe either ni governor, either ni MCA, either ni MP, ama kwa kiti yoyote, ama huko kwa kiti yoyote, uko na kampuni na Mungu amekubariki. Uko na uwezo. Just call this family. By the way, hata unajua, unajua mimi naweza hata Dama mobile spares. Yes. Si hata yeye anaweza kusaidia. Hata yeye anaweza. Dama kuna kasichana hapa Dama please. Ako na vijana wawili. Ndio. Ana kazi. Najua unasaidiaga watu wengi, atusaidie huyu mmoja tu. Dama please. Saidia tu huyu mmoja. Yes. Na tutashukuru. Amesema achague kazi. Hata kama ni ya kuosha huko kwa Dama mobile spares. Zile ndio zimevunjika zikianguka chini wakitengeneza wakiuza spares. Unaweza fanya hiyo kazi? Ndio. Huko kwa Dama tafadhali tusaidie. Mimi anasema nataka kuchukua. Na ati nani anasema aje? Anataka huyo. Awacha niongee. Anataka. Nataka kumpea kazi. Ni kama ni kazi sawa, iko sawa. Anasema kazi, si ndio? Acha hope ni kazi anawaambia. Hope ni kazi juu kama si kazi ni miaka 30 ndani. Hii ni miaka 30. Ama more than. Cheze wewe bwana. Hakuna miaka 70. Ni defilement. So can you be careful? So au wote tuwarudishie shukrani. Najua wenye tumeambia in one way or the other patron. Wataguzwa na Mungu na kushua. Yes. Mambo itaenda vizuri. Mambo itakuwa sawa by the way. Yes. Mimi nasemanga kuna kitu mzuri kama wakati wako ukifika ama ile Mungu wakati Mungu amesema ni wakati wako. Hata adui ajaribu aje. Imagine. Hata ajaribu aje. Haezi. Na mimi wacha nikwambie basi. Mimi sijaiona mtu ametrend mara ya kwanza na ya pili. Iko by the way. Jana nimeweka video yake. Millions, unapata millions hata unachanga. Imeenda kwenda. So, uko na favor. Lakini kitu mimi nitakwambia, sikiza mzazi. Sikiza mzazi. Na the greatest commandment ni respect your father and mother so that you can live for a very long time. Wewe unaweza taka kwenda course maybe, lakini kwa sababu una baraka za mzazi, hata ukienda hiyo course haitakusaidia. Enda shule, maliza form 4, ambia mama nimemaliza form 4, sasa naweza fanya ile yenye nilikuwa nataka. Hata kenye tutasema, mseme kama anataka kurudi, unaweza penda kutetewa Githurai. Akuta unajua hata ngavana wa Githurai anaweza ongerezwa amtetea ingi hapa Githurai. Amuingizie hapa sininde. Hawe anamkasu pia anaingia si hata wao wanamuona amalizie tu hapo. Actually hata kuna kuwaga na nini person kama unakumbuka. Kuna kuwaga na shule zinakuwaga za nini. Unakumbuka kuna shule fulani inafunzaga watu si lazima ukue mwana. Sijui kama unaijua. Inaitwa nini? Ya Kiambu. Nakumbuka. Kuna shule si lazima ukue mwanafunzi. Achievers, inaitwa Smart Achievers. Na wanafunzaga by the way. Hata utaenda usome form 2 hivyo na unakuwa tried. Wanafundisha nini syllabus ya secondary. Syllabus ya secondary by the way. Kama ataenda hiyo. Bado hiyo si pia inaweza kuwa iko poa. Hiyo sio shule, ni shule lakini ni venye si ati unaenda ati na uniform. Wewe huko uende na uniform. Lakini bado utasoma hizo vitu. Utasoma hizo vitu. Tutafanya mtihani ya nini? KCSE. So those are some of the things zenye tutajaribu kuconsider tuone what is best for her.
lakini kama uko hapo hivyo unaweza kuwa support utusupport in any way na Mungu atakubariki sana. Ndio hiyo. Sijioni kama niko na kitu kingine kabisa. Leo tumeongea Kiswahili. Unajua tunaongea Kiswahili sana. Niuliza jina yangu na Kikuyu siwezi kumbuka. Kwa nini iko tuongea Ethimo ndo. Sasa tumeongea Kiswahili mtu anasikia amechoka tu mdomo. Anyway, tunaomba mtawasaidia na mtawasupport. May God bless you. Wacha mama akuja hapa amalizie by the way kwa sababu unajua watu wamekuwa wakimsupport sijui atasema nini. Utarudia namba yako? Rudia namba yako? Ile namba 0745 894 952. Yeah. Yes, na by the way nitaomba tu mumpe kazi na tukitoka by the way nikumbushe tupige picha na yeye nitapost kesho asubuhi. Exactly. Watu wampe kazi. Si ndio? Ndio ndio mmewasaidia. Acha apate kazi. Akuja asaidie familia. Na kitu najua, unaona hata huyu akipata kazi. Tutakuwa make a very big achievement kwa sababu huyu atasaidia familia. True. Atasaidia familia. Hata akiweza pata kazi na tufungia hapo tutakuwa tumefanya kitu poa sana. Kwa sababu atakuwa ameshikilia familia. Ndio. So tutapiga picha, tutaweka na mambo itakuwa iko chonjo zaidi. Ndio. Nikumbusha tu before tuende. Hiyo picha ndio nitaweka kesho asubuhi. Ndio niwaambie kwa sababu kuna watu wamelala na wanataka kuona nini. Na nataka waone na wakupe kazi. Na najua utapata kazi in Jesus name. Amen. Yeah. Hakuna kitu inakuwa ngumu kwa Mungu. Thank you very much. Umefurahi? Sawa. Haya, thank you very much. Mama kuja utuongee. Yes. Mimi nasema watu wapigie watu makofi wakati wa mtu akifika. Juu hata wewe mtazamaji kuna wakati hata wewe utahitaji tu support. Na sisi tutakupigia tu makofi tu. Mwenye ulisaidia tu hata yeye atakupigia tu makofi hivyo. So ni vizuri na pigia makofi familia kama hii kisaidika. Na Mungu ananili. Mungu anakubariki. Anyway, nilikuwa nataka kuuliza from the day yenye tulikuja day first. Sijui kama utaambia kama umeona ile difference, sijui kama umekusupport, waambie. Wananisupport na ninarudisha shukrani sana. Ndio kama huyu mtoto wa msichana wangu alikuwa ameenda shule, nimempeleka shule, nimewambia uniform. Ndio hakuwa na uniform. Hawalali njaa wanakula. Kwa hivyo mimi naona tu wananisupport. Ndio. Mungu awabariki sana kwa wenye wanajitolea. Wow. Mungu awabariki nyinyi wote ambao mmemsupport. Na acha tuseme watu wamejitolea kabisa. Watu wamejitolea kusupport Kigusta. Hiyo siku tulikuja haraka hata na shilingi. Unasikia hata wenye tulimuita alikuja hata Mguzi. Umekuja Mguzi kutoka Mwiki? Nilitoka Mwiki Mguu. Atoka Mwiki Mguu tukakuja kumwambia tunataka wao watu wakuja kusupport. Na wenye tulifanya story mmerespond vizuri na muendelee hivyo. Mwa support Kristo. Unajua sasa hii ni kiwave ilikuja hivyo tu msichana ka trend na sasa hiyo mwapenda nazo hata mmekaa mwasikize washa mwape kazi huyo msichana apate kama ni shule aende shule. Unasikia wengine by the way wameshaenda shule ni wangapi already au ni wawili just imagine wawili sasa already wako shule na wako anaenda shule sivyo hapo anaenda shule sio anaenda shule hapo anaenda shule kwa sababu ya kukosa money. Hawa watu wakakuja through my platform Eric Gustav platform na wale watu walishare huko online wakawasupport sasa wako shule. Na nasikia hata hawalali njaa si ndio? Hawalali njaa. Na hata waidara njaa tena. Na mtaikosa just kwa sababu watu wataendelea kusupport na wale mule ambaye anataka kuja akitaka kama anaenda shule tutakusupport pia. Si ndio? Yes. Watu watakusupport, wataenda kusupport. Thank you very much. Kwa hivyo nasema Mungu awabariki sana na abariki yani Patson TV kusimama na sisi. Amen. Njoo hata huko tunajua. Hiyo Saturday nilikuwa nimetoka Masisi by ilikuwa Friday. Nikakunja nikajiwekelea hata hiyo siku hiyo Friday hatukuwa tulilala tunja. Ndio sasa niamke si nilikuelezea nilienda nikaambia huyo mzee alikuwa na night babu. Kwanza nibaie funga. Akanibaia japo na mboso hapo. Nikakula kwanza tukaenda tulikuwa tumeenda Mwiki ndio niite. Sasa mimi nitasema Mungu awabariki sana. Sana kwa kuwa mmetusikilia. Na ninawaomba tu kwa wenye mnasema hii story ni uongo, mjue si uongo. Hii ni ukweli. Siwezi kaa hapa nitoe ushuhuda ya uongo. Na siwezi kaa hapa niwadanganye. Kuna watu wananijua kabisa. Na hadi wenye nimeuzia bado wananipigia simu, wananiuliza kumbe Wanja ulikuwa serious hivyo.
Nilikuwa naitwa Wanja, nawaambia nilikuwa serious. Ni watu wengi sana wanajua hii story yangu. Kwa hivyo wenye amuamini mjue ni ukweli. Na hii haikuwa hata kujificha. Na ndio mnaona naiongea live. Ndio hata huyu mtoto wangu alikuwa anajua. Si kwa mimi navaa nguo fupi, hata nikiwa kwa nyumba nilikuwa navaa kitu tu kadogo. Kwa hivyo hata nikienda siku anajali juu ya watu venye watasema. Nilikuwa tu nafanya ile life yenye nataka. Kwa hivyo wenye mnasema hii story ni uongo, nitawaambia si uongo. Mwenye anataka kujiaminia na isajilete kwangu ama aende tu na kwema ulizie tu jina Wanja peke yake. Mtasikia mtambua niliokoka. Kwa hizi niliokoka na nikampenda Mungu. Nilikuwa nahisi kusema sitaokoka bila pesa. But nikaitafuta nikaona hata venye nasidi kuitafuta ndio inaenda kuko. Inasidi kukosekana. Nikaona ili nikubali Mungu. Nikakubali kupigwa na sida kutoka Januari, Februari hadi saa hizi tuko Mei. Kwa hivyo Mungu akinjileta na hii njia alikuwa na sababu yake, na alikuwa anataka nikikaa chini naambia kwa wale watu wenye hawaamini Mungu, niwe nawaambia kuna Mungu. Hakuna kitu kingine naweza sema. Mungu alifanya hivi ndio niwe naweza kuwapatia ushuhuda yake. Niwaambie kuna Mungu. Wenye wanasemanga hakuna, mimi najua hako kwa saa hizi. Ndio hata mladhangu alikuwa anaingia kwa nyumba na niuliza, sasa wewe ni Mungu gani wewe unaomba? Hata kulala mnalala njaa. Na ni kweli tulikuwa tunalala njaa. Hadi koko yenye nimebaki hapa tunapikanga nayo. Ndio hata ngasi nilikuwa nimeuza kila kitu. Hiyo koko ilikuwa inakosa hadi moto. Naambia mtoto tuache zote mbili zitoe moshi zichemze tu maji tukunywe. Na hata hiyo koko yenyewe sio yangu, ni ya kupewa. Sasa ndio nataka kuambia msiseme hakuna Mungu. Mungu hapo na anatenda. Na before Mungu aniokoe kulikuwa na sababu. Ndio miaka yote nimeishi kusurura. Kusurura tu sijawahiona mambo kama hiyo. Na niseme nirudishie huyu mama mwenye alinipigia Manju, simu kutoka Manju amenipigia kitu saa moja. Nitamrudishia shukrani sana. Ndio ameniambia Mungu aliona nimeokoka akasema tapitia mtoto wangu. Na akaniambia atajaribu venye atatusaidia. Kwa hivyo nitamshukuru na nitamwambia Mungu ambariki. Amen. Na kwa wenye mnasimama na sisi Mungu awabariki sana. Na kwa wenye wanaona ni kama tunajifanya, sisi hatujifanyi. Hiyo ni ukweli na hakuna mtu anaweza penda kukaa chini ajitangaze. Kila mtu upenda kukaa na siri zake. Kwa hivyo kujitangaza, mtu ajitangasange ndio anapenda. Nikianza kujitangaza tangu nianze kukula sinda niwapatie historia yangu ni refu sana. Ndio hata tangu niokoke kuna mambo nimepitia. Nikaenda kanisa, nikapelekwa polisi, nikalala siku 3 na huyo pasta. Kwa hivyo bado nimeyapitia hata kama nimeokoka na Mungu bado kanipitiza wapi? Pasta amepeleka polisi. Ndio. Nini kwa nini? Sasa penye niliokoka si niliamua nitakuwa nafanya vibarua za nguo. Nikipata nafanya. Sasa huyu pasta anaitwa Pasta Kamau. Hiyo ni kitu amezoea. Ukiokokea kwake anakuambia utakuwa bibi yake. Na nikaona ndio hata mimi nimeamua kuokoka. Na kwa kusema kweli nikaona kama yani akaniita siku moja akaniambia niende nimfurie. Hakuniambia naenda kumfuria nguo. Venye tunaenda church. Siku moja akanipigia akaniambia nimpate pale hapa hivi karibu na njia, nikampata akaniambia twende. Kwenda hakuniambia venye anataka niende nifanye. Hakuniambia kwenye tunaenda. Kwenda tulienda kwake. Nikaenda akaniambia nimoshe vyombo, silikuwa hapo vyombo mingi sana. Nikamoshia vyombo, akaniambia niwapikia na kuanga na mtoto wake hapo aliachiwa na bibi yake. Nikamoshia vyombo na nikampikia. After hapo nikamwambia mimi nataka kwenda nataka kwenda nyumbani juu nimeacha watoto wangu hawana hini. Sasa unajua mimi namwamini juu ni pasta wangu. But njoo mimi ni mtu wa rondi, si mimi ni mtu mwerevu. Akaniambia sijui nini. Haya.
Ikapita hivyo nikalala huko, kesho nikaamka nikaambiwa nivue nguo, nikavua nguo zilikuwa mingi sana hapo. Siku ya pili hivyo hivyo nikiwa hapo mwanamke mwingine akaingia. Siku ya pili hivyo hivyo. Mimi bado naenda chachi njoo usimsuku kitu yoyote. Na njoo nilikuwa nimeambia Mungu kulingana na ile kazi nimefanya kwa hiyo miaka yote nataka kukua sasa nikuwe menopause. Yaani nijieke menopause hata kama sijafika hata 40. Ikuwe tu ni ile yangu ya kujiekele. Niachane sasa na wanaume, nimesali mambo ya wanaume. Bati kwa huyu mzee ikakuwa ni kama sasa ananiambia hata anataka tukange nani owe kitu kama hiyo. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu nikasema huyu mtu nakujanga hapa na kaandi hapa siku 3. Nikitoka hapo hata kombori ya kupia watoto hata ya kuvua hiyo suruali anipee. Mimi nikaona hapana. Siku moja akanipigia sasa hata nimeacha kwenda chati ndio ile kukasirika. Akanipigia simu akaniambia wanja kunja. Mimi nikaenda tena nikampata pale Raunda. Akaniambia sasa nikamuuliza umesahau uliniongeleza vibaya na juu ya wale wanawake wako. Yaani kwa hiyo chati yake anasumbukanga watu wote. Nikamuuliza umesahau kenye ulifanya? Akaniambia pana si mtu usameheana. Nikaona ukweli juu nimeokoka na baa kusameheana ku. Nikaenda tena. Nikafanya kazi. And then kutoka hapo akatoroka. Sasa hizo nimefanya kazi hadi huko mkono nimepasuka. Sasa alikuwa ameniambia niende. Atanipeandi pesa ya nyumba nikunje ndio nitoe hizi vitu huku nihamie wapi? Mwihoko. Nikakae Mwihoko nikamwambia tu ni sawa. Nakwambia hiyo siku akurundi siku nyingine nikaambia msichana wangu huyu mtu ameanza kunikukani kama ananizoea. Yaani hadi mama mwingine hapa rafiki yangu akaniuliza kwani ulikuwa na wewe ama nini? Nikamwambia unajua kwa sababu nimeokoka inabidi tu nakaa nikisamehea mtu. Akaniambia wacha na wewe wokovu kwanza mtu anaikanga chini. Nikafikiria ile kitu ule mama aliniambia tena nikaona hapana. Acha juu ni pasta niende nichukue mtungi yake ya gas. Nione ama atakunja anilipe anipatie zile pesa za ile kazi yote nimefanya. Baada ya mtu hiyo jioni akunja niambie anipigie simu akienda apate hakuna mtungi anipigie simu aniulize kulienda ndio nimwambie sio ulikuwa umeniambia utanipea kilitano. Unajua hata ile kazi nilikuwa nimefanya si kilitano. Hata ningeweza kwandi kumlipiza. Yenye nilikuwa nalipiza wanaume pale. Angenilipa baadaye pesa zingine nyingi sana. Ndio nikienda kwa wanaume ningekuwa naenda kulala na kusinda nilikuwa nalipota 5,000. Unaona? Nikamwambia sasa hiyo ni mwili yangu peke yake sijalipiza nguo na vyombo na nini. Huyu mtu akaanza za ovyo nikakuja sasa nikakuja nikaika hiyo mtungi hapo. Kwenda kupata kuna kama mtungi na nia 1,500 hapa kwa secondary. Alianza kuniambia ataenda polisi. Nikamwambia wewe enda polisi. Mimi tukange ja kwamba nitapelekwa polisi. Akaenda nikafikiria ni mchezo. Kupigwa na huyo askari nikamwambia mimi usiniuzie uoga. Uoga sinunua. Sinunuangi uoga. Mimi niliwaambia tu life sinunuangi uoga. Huyo askari anaitwa Kani. Ukiwa umefika hapo unaambiwa urudie namba tena kuna mtu anataka kutuma kitu. 0757 84 275. 275. Majina ni Helen Muheria. Na mtu anaitwa kama Angela Kongo na Samuel Kariuki. Barikiweni sana. Sasa nikaenda nikaambia huyu askari kwanza nilimwambia mimi niko kibarua. Sitaonekana. By then nilikuwa na huko Simamani. Haya, kaniambia nikitokea niende naitwa nao wazee wa hapo hapa Kimbo tuongee na wao. Kamwambia sawa nitakunja. Masaa ingine kunipigia simu ndio nilikuwa nimechoka nikamwambia siniuzie huo. Siniuzie uoga sinunuangi. Nikukunjie nikunjie. Sawa. Nikaenda nikaoga. Kuoga kuteremka chini ndio hawa. Wakiwa pale kwa kona nikafanywa hivi na mimi sikutoroka nikasimama. Sasa ile machungu na huyu ni pasta aliniudhi sana. Huyo maadamu alikuwa naye kaniuliza uko na mtungi, nikamuuliza kuna mtungi alinipea. Haya basi tuende mbele. Ati wewe tutakupeleka. Nikamwambia sawa. Niko tayari kwenda hata koti. Kama mtu afuatilie sheria venye iko, niko tayari kwenda. Tukaenda. Nikakaa huko siku 3. Nitokanga kukiwa sasa ni jioni but hata huyu mtoto wangu by the way acha niseme hata kama ananisururanga ni mtoto wangu tupenda sana.
Hata hizo mafomu nasikia anaambiwa waende chakula, hiyo wakati alikuwa anaendea analetea hawa nikiwa ndani. Akienda apate maziwa na huko wanapea ngwandi maziwa machapo huko, anakuja analetea wenzake. Kama wanaona njaa anawapea. Sasa ilienda ikatendeka hivyo nikiwa huko ndani, nikavumilia, nikatoka. Nikaambiwa na askari mwenye aliniongeleza venye alijua ile kazi nafanya, nilizawanja. Umepitia mangapi? Unajua jama sisi ni Mungu ametutuma, nikawaambia mingi. Nikaona by the way hata tukipelekana kotini na yeye hakuna haja na ni pastor mzima. Ikabidi nimwachie hizo mtu, nikaambia nikasema hiyo mtu yake wacha ikunja apewe. Wakati nilienda kumwambia unajua wewe hata unafaa unilipe pesa mingi sana, aliniambia ajui na ana deni. Nikamwambia hata sitaki, enda nayo. Mungu fanya makubwa. Nilimwachia tu hivyo. Na Mungu akasaidia nikatoka ndani. Na hadi saa hizi ndio mimi huyo. Kwa hivyo hata kwa hiyo wokovu nimepitia. Na nikaambiwa na mtu mwingine hiyo ni Mungu alikuwa ananijaribu aone ama nitaanguka juu ya kujaribiwa. Mungu unajua anatumianga mtu kwa watu wengi sana. Alitumia huyo pastor akunja aniingize kwa mtego. Na ni yeye aliniokoa, ni yeye alienda akaniweka hii kitamba. And then aniweke ndani. Na huyu mtu anakuweka ndani ni yeye ako na jazo yako. Niko na idea. Hadi kwa saa hizi mimi usema ukweli hata kama nimeokoka basi sasa isipokuwa niende kanisa kama PCA Catholic kanisa nyingine. Kwa hiyo hata hiyo ukolino yake mimi hata siwezi itambua hata kidogo. Sawa. So thank you very much. Na I guess tutamalizia juu. Time nayo imesonga sana. Biana namba yako tukimalizia na alafu sasa tena tuko tumemaliza. Ndio. 0757 384 275. Sawa, tumefurahia sana kuja huku. Kuna mtu anaenda mbali na pia tumekuja tukiwa tumechoka na tumekuja tukiwa tumechelewa na tutakuja tena, hatutachoka kukuja by the way. Hii sio mara ya kwanza kuja na si mara ya mwisho. Tuta make sure mpaka mmesaidika kabisa. So ile wale watu wametuma kitu, wale watu wameandelea kutuma, wale watu walianza kutuma the first, may God bless you. Usiwahi kosa in Jesus name. So nikumalizia hapo hivyo. Tufike hapo niwaambie niwashukuru sana kwenye wametushikilia, wenye watatushikilia, wenye wako na kazi, wenye mtatuitia kazi. So Mungu awabariki sana. Hadi wakati mwingine kutoka kwa Kikusta TV kama kawaida ananiita DPP. Na watu wa live kwa herini kabisa. Acha tu. Ambia kwa heri. Unaona alipusi mena. Herini na mniombee nipone ndio niweze kuongea. Acha leo ninyamaze. Acha leo nisiongee. Sawa. Nimeona watu wamecomment sana huko, watu wameongea, karibuni sana. Na wale watu wanauliza ni nini Jeria, nini Jeria kwa mgonjwa mmesikia na muombe. Amekuwa mgonjwa, amekuwa na shida ya tonsils from juzi. Amekuwa na shida ya tonsils na najua itakuja tu na ataongea, itapona na itaisha. Si ndio? Ulikunywa dawa by the way? Kama alikunywa dawa itakuwa sawa. Asanteni sana, thank you very much. Purity nikana hope mlituma namba ilirudiwa. Asanteni sana, thank you very much. Wale wamekuwa wakitazama ukiwa huko TikTok, ukiwa huko Facebook na wale ambao wamekuwa huko YouTube, thank you very much. Sijui kama unatazama hivi, wale wamekuwa watch videos, sijui kama umewatch video mkiwa usiku au una watch mchana ama mahali unawatchia. May God bless you. Asanteni sana. Ndiye ndio kiwera kuongea. Acha nisiongeze anything. Tupatane kwa next video.